uelewe hapa ndio shida yote iko. Hii ndio itachoma nchi, hii ndio itafanya tusikue na elections 2027, hii ndio itafanya mtakuwa mnaokota watu 1000 wameuliwa na hakuna mahali mtaenda. Ndio hii sasa. Hii ndio itatufanya tukue kama Tanzania kitu imefanyika. Nataka uangalie hivi. Nataka uangalie kitu na very keenly. Kwa hiyo sheria yote ukiisoma hiyo ya 2018, hakuna mahali popote chochote itafanyika kwa mtu yoyote bila kutumia nini? Court order. Hata tukisema Obina ako ni terrorist na nini whatever, lazima kukuwe na court order ndio tukufanye nini? Tukuinvestigate na ndio tukuprosecute. Kwa hii wametoa court. Sasa court hakuna. So what is a directive? Nani anaweza Google meaning ya directive? Directive inamaanisha ni order to be complied with. Hii directive si ati ni suggestion. Hii ni order. Hiyo yenye unasikiaga the court hereby issues a directive, ama sijui this committee has issued a directive. Directive, an official or authoritative instruction. Authoritative. Si mchezo. Hii ni yenye unaona amesema directives on websites and web and applications, ndio. Obina, nilikuwa naona watu wanasema ati hii sheria ni yenye, hii sheria kama unaipinga, hii ni kama labda wewe unataka kuwa bully. Wewe ni account yako. Obina, they are not targeting accounts. Hawana haja na account yako. Wanajua wakikufungia account yako, watakufungia je account yako na Google si haijatengenezwa na serikali ya Kenya. TikTok haijatengenezwa na serikali ya Kenya, na hizo social media na YouTube and whatever ziko na community guidelines yenye usipo comply already wenyewe wanafanya nini? Wanakutoa. Si ndio? Iko na ni international. Sasa since wanajua wezi fanya hivyo, wezi toa account yako, wezi fanya ya nani, wakasema hii committee wanataka kuiongezea nguvu ya kufanya nini? Website na applications zikuwe inaccessible where? In Kenya. I hope sijakupoteza. Niko na wewe. What is a website? Is Google is YouTube a website or an app? It's both a website and an app. TikTok is both a website and an app. Kumbuka wajasema nini? Accounts. Nilikuwa nasikia watu wanasema ati accounts. Hakuna siku watadelete account yako kwa sababu government cannot. Twitter haiwezi sikiza ati serikali ya Kenya imesema itaki account yako waitoe. They don't care. Kenya is just a part of a small market that they serve. Wewe sema tunajua tunasikiza Kenya NC4 imesema no. So this is what they are saying. They want to give directives on websites and applications zenye wanasema zina support hizi vitu. Unajua hii pornography already iko address kwa hiyo sheria ya zamani. Iko already, si ati wameleta hii si new. Hii iko already, ni kutuchezea tu. Hii terrorism, unajua terrorism ni nini? Acha nikupatie example ya terrorism kulingana na sheria. Terrorism ni kitu yoyote tu yenye wewe unaweza fanya na social media yako ama mahali popote yenye inaweza kufanya watu waogope mahali fulani. Useme watu Eldoret hii weekend mnakufa. Hata imesemekana kuna Mungiki watakuja huko mkufe. Unaona hiyo kitu unafanya si ina cause terror. Hiyo ni terrorism. Ingine ni hata kushare. Unaona kushare images. Sema watu wamekufa mahali, umepiga picha. Hiyo sheria inasema haufai kushare hizo picha bila idhini ya National Police Service. Lakini unaweza share kama facts ni correct. Me understand mpaka hapo? Ingine ni hoaxing. Hoaxing ni ile yenyewe ati ni mchezo, unasema ati watu 50 walikufa Nyalenda. Sasa watu wanaogopa. Hiyo ni terrorism. Terrorism ni kama kusema tutachoma manyumba za watoto wa MP. Hiyo ni terrorism. Hizo vitu mnasemea wapi Obina? Mnasemea online, si ndio? Yeah. Tayari hii sheria vile ilitengenezwa 2018 ilitengenezwa in a way that ukijaribu kusema hivyo tayari imeshatengeneza njia yenye utakujiwa, utashikwa na utakuwa charge kulingana na hiyo sheria. Na hizo vitu zote zenye unaona hiyo sijui ati fine, sijui nini, zote ziko kwa hiyo sheria ya kitambo. Sasa ukisikia to give a directive on, ndio imetuweka kwa shida because they are supposed to say give directives to. Si wana feel ni Obina ameleta shida. Let us report him where? Alisemea wapi? TikTok.
tumreport wapi? TikTok. Lakini si TikTok already iko na hiyo nini, watu wanaweza kureport. You don't need government, and TikTok does not recognize that this is a government, or wana take to like it's a report on an account. Wanaona hatutaki kufuatana na individuals, watatushinda. Unajua kwa nini hii sheria imeletwa? Imeletwa ndio ni kama yani unaargue na mtu, si ndio? Akiona unamshinda anakublock. Ni kama bosi wako amekukosea, alafu amewakosea, alafu mkisema hapana sisi tunataka haki yetu na nini anawavuta kazi. Umeelewa sasa? So hii directive yenye unasikia inaweza fanya tu kazi mara 3. Itafanya kazi wakati kuna maandamano. Wanasema hapana, vijana wana incite watu to violence, because ukienda kwa hiyo sheria mzee, hiyo sheria yenye iko tayari article section 22, 23 na 27 zimefanya nini? Zimeaddress hiyo mambo. Hii ina address false publications, also false news, na ina address cyber harassment. Unajua cyber harassment ni nini? One of them, unakumbuka ile wakati ile maandamano ya 2023, ule MP alikuwa anaitwa nani? Kimani Ichung'wah. Alikuwa anasemanga ati tutaenda kwa hiyo shamba ya nani? Uhuru Kenyatta. Tayari alikuwa amevunja sheria kulingana na hiyo cyber crime, because inasemekana hata ukisema tu utishie utaenda ucause damage kwa property ya mtu, hiyo ni terrorism. Alishikwa kweli? Hapana, si ndio? Lakini juu wanajua si hatujui hiyo sheria nini ina exist. So kwa ufupi, hii sheria imekuja kufanya hivi, imekuja kuzima internet. So tusi waste time. Nitakuonyesha sasa watakuwa wanazima aje internet. Acha nikupeleke kwa change number ngapi? Hii ni change number 2. Change number 3 waliileta kwa section 27. Unakumbuka mambo yenye section 27 ni cyber harassment. Unakumbuka wakiongeza ile kitu ati or likely to cause them to do what? To commit suicide. Acha nikuulize, unaitwa nani bro? Sasa Onesmus umeenda umesema ng'ang'a we kufia huko, alafu ng'ang'a aende ya commit suicide. Tutajua aje kitu yenye ulisema ndio ilifanya mimi ni commit suicide? Umekosana na wife yako, si ndio? Umemtumia text mbaya aende ajiue. Watamuamsha ama watafanya aje ndio wajue ni hiyo post yako ilimuua? So hii ambiguity ubina haikuletwa ati juu ya kitu kingine, ililetwa to confuse us so that we don't look at what? This. Kumbuke nilikwambia jamani nani? Ni kama Jose Camargo.